Koma kunichokonoa, kunifuata niache shule unabo, akutanitia doa, mama yangu moyo wake tushitaro. Asante sana. Asante, mimi naitwa Mwalimu Innocent Kalolo kutoka mkoa wa Iringa kwa asili, shule ya msingi Mgororo, sekondari Mgororo, advance ngasoma Mwembetogwa, Iringa mjini pale, chuo nimesoma chuo Mzumbe, 2013 ningamaliza, 2014 nimeanza ajira rasmi shule ya sekondari Mchenjoe. Hiyo ni history katika upande wa kitaaluma, lakini kama King Manyota ndio jina langu la sanaa official, ambao zamani wakati na wanafunzi tunasoma nao walijua kama Simple I. Kwa maana ya, lakini sasa wananiita kama King Manyota. Official rasmi kabisa nimeanza kama muziki kwenye upande wa muziki wa singeli 2016. Mimi kama sema awali mimi nimetokea Morogoro. Mimi nimetokea Iringa, kule singeli haikuwepo. Lakini wengine 2014 Ifakara 15 kila kona kila mtaa watu wanagonga singeli. Nikasema kwanza nikaanza kufuatilia muziki wa singeli. Kwa nini watu wanaupenda sana? Nikagundua muziki wa singeli una kitu. Moja, muziki wa singeli una vibe, unachezeka. Lakini mbili, muziki wa singeli unapendwa na vijana wengi. Lakini tatu, muziki wa singeli ni muziki wa asili yetu. Kwa mimi nikasema kwa kuwa wasanii wengi wa singeli kwa kipindi hicho walikuwa wanaimba matusi, hawaandiki, wanafanya tu freestyle. Mimi nishaanza kuimba bongo flava. Na bongo flava tunaandika, tunafanya. Nikasema okay, nitumie njia hii kufanya singeli kwa kuelimisha. Na nyimbo yangu ya kwanza kabisa ilikuwa inaitwa Mali za Urithi. We mali za urithi hazitapeliwi, we mali za urithi hazizurumiwi. So tulizungumzia message kabisa. Lakini nikaja nikapiga boda ni kazi kama kazi nyingine. Nikapiga mwanangu soma. Nikaja nikapiga binadamu. Kama ngoma mengi nilikuwa nimekita kwenye kuelimisha zaidi kuliko kuburudisha. Actually ilikuwa ngumu kwa sababu kwa kipindi kile muziki wa singeli, singeli ni uhuni pure. Lakini haikunipa ugumu kwa sababu ni focus kwenye nyimbo za kuelimisha, na hata viongozi wangu, maafisa elimu, mkurugenzi wangu, mkuu wangu wa shule, akisikiliza ile content alikuwa hazileti ukakasi. Lakini pia mimi nishaanza kufanya kuperform kwenye graduation za shule ninapofundisha. Kwa hata wanafunzi na walimu hawakuwa kitu kigeni kwao, wasababisha naweza kufanya kuanzia niko darasani, niko shule. Lakini pia mimi ni mwalimu wa literature. Kwa hata darasani pia kuna literature, kuna mashairi mimi nilikuwa nawaimbia wanafunzi darasani. Kwa hiyo kuletea ugumu sana, japokuwa ugumu wake ulikuwa indirect, mtu akwambia kwa moja, lakini unaona mtu anakuambia yani mwalimu anaimba singeli. Lakini mimi nilibaki na msimamo kwa sababu nilikuwa na vision, nilikuwa na ndoto, nilikuwa na imani katika hiki ninachokifanya, kwa sababu singeli ni muziki kama muziki mwingine. Shida ya uhuni ni mtu mwenyewe. Na mimi nilijitahidi kuwa balozi mzuri sana wa nyimbo za kuelimisha, lakini pia na kuburudisha. Kwa hiyo nashukuru Mungu, serikali imeweza kutoa majibu yangu kwamba nilichokuwa nakiwaza kichwani ndicho kilicho. Profesa Kabud aliweza kutangaza rasmi kama muziki wa singeli kama muziki unaowakilisha taifa letu. Kwa hiyo naona sijakosea njia. Moja, kufanya nyimbo za kitaaluma sianza leo. Watanzania lazima wajue hiyo. Wimbo wangu wa kwanza kufanya uliitwa Mwanaume Mashine, niliita Mwanafunzi Asome. Mwanafunzi asome, uzuri wa mwanafunzi. Mwanafunzi si mtoro, mwanafunzi si kiburi, mwanafunzi si jeuri, mwanafunzi asome. Hiyo ikafanya msalasumu. Nikachapa ngoma nyingine katikati hapa, ile inakuja. Shule ni mbona utokei sasa we, nakuja mechoka kufelishana naambie basi, nakuja alifanya. Kwa kafanya ile kuhamasisha wanafunzi waje wapi? Wabe shule. Kwa hiyo sio kitu kipya. Tukaja kufanya jambo la Barnaba ambalo limekuwa jambo kubwa zaidi. Kwanza pia aliyeniinspire zaidi kufanya kwenye wimbo huu ni ndugu yangu Mwalimu Kalesi, ambaye anatokea Tanga, I think Muheza.
kwa Mwanaifoi pale. Ndugu yangu alifanya ile wimbo uliweza kukwenda viral. Wimbo wa Power. Wimbo wa Power. Lakini pia wimbo wa Power ni wimbo pendwa na wimbo maarufu sana. Lakini aliweza kufanya Power kwenda kwenye masuala ya kielimu. Iliweza kwa watoto kupenda ule wimbo na kuweza kuishi kwenye ile issue kwenye dhana ya kusoma. Baada ya kuzungumzia content ambazo kwa mtoto au mwanafunzi haiko sawa. Kwa hiyo nami nikafikiri ninaweza kufanya jambo gani linaweza likafaa kubwa zaidi yake au likaendana na yale. Serikali ina program inaitwa Shule Salama. Nikahusianisha kati ya Shule Salama na Niko Salama kwa sababu Barnaba alizungumzia yeye na mpenzi wake wanako vizuri, ex wake aache kumsumbua. Kwa hiyo serikali imeleta program ya Shule Salama, wanafunzi wetu, watoto wetu wawe sehemu salama, wasome salama. Ndipo idea ya salama ilipokuja. Kwanza namshukuru sana Mungu, lakini pia namshukuru sana Barnaba Mopao. Yeye ndo kafungua njia ya King Manyota kwa sababu baada ya kumcollaborate Barnaba aliweza kuipokea. Baada ya kuipokea ile majira kama saa 4 ndio kuposti tarehe 26 mwezi wa 9 2025, sitakuja kusahau. Ndipo nikaanza kuona viewers wamegrow kwa kasi kubwa sana kwenye account yangu. Nikaja kugundua kama ni Barnaba. Barnaba kuisha tu kuaccept ile collaboration hivyo invite bado akacomment kwenye account yangu Instagram ile nayo ndio ikaamsha hadi kwa comments zilikuwa nyingi, viewers walikuwa wengi. Tunaamka asubuhi nakuta viewers karibu 10,000. Katika muziki wangu haijawahi tokea katika maisha. Lakini pia followers wameongezeka. Lakini baada ya hapo pia Clown TV walipoiona wakaichukua wakaiposti. Clown ndio akafungua milango zaidi. Akina Mwalimu Pangoma, akina Mwalimu Yusufu wa Kigoma, Mwalimu Kalesi na wakaposti, wakashambulia. Jambo likawa kubwa sana. Jambo limekuwa kubwa sana mpaka sasa. Viewers zazidi kuongezeka, ngoma inazidi kutembea. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Barnaba, namshukuru Mungu na washukuru Watanzania wote ambao wamepokea positive, hata wale wamepokea negative. Maoni yenu, mawazo yenu nimeyapokea na ninawaahidi nitayafanyia kazi. Next time tutakapokuja tutakuja na by the way kumekuwa na maoni ya watu wengi kwamba wanataka tuletee content ambao wanafunzi anajifunza moja kwa moja. Nimepokea. Aisee, nilisikia furaha sana na faraja sana. Kwa sababu sikutegemea, yani nilifanya kama nilifanya siku zote, yani sikusema kwamba Barnaba. Nilifanya kama nilifanya siku zote. Mimi nimeanza kuposti vitu vingi muda mrefu sana. Ukiangalia account yangu utaweza kuona nishaposti vitu vingi sana. Lakini haikuwahi kutokea. Kwa hiyo nilipata faraja sana na nilifarijika na nikaona kwamba ukifanya kitu kizuri wa Tanzania wanakipokea. Kwa hiyo nimepata moyo, nimepata nguvu sana. Mimi nawahakikishia nitafanya vizuri zaidi ya jana. Inawezekana kwa sababu kama mwanafunzi anaweza kaishika nyimbo ya Barnaba mwanzo mwisho, kwa nini anaishika? Kwa sababu nyimbo ile imetrend, inapigwa maeneo mengi. Kumbe sasa radio presenters kwa vipindi vya burudani, vya vipindi vya elimu, wakiamua kucheza ngoma hii ya Salama, Shule Salama ya Manyota ambayo ni version ya Barnaba, mwanafunzi akisikia mara kwa mara Niko Salama nasoma, maneno yale yanaishi, maneno yale yakiishi anabadilika kwa sababu ukisoma ukisikiza vizuri wimbo kuna mtu ambaye rafiki yake wa mwanafunzi anamshawishi, bwana leo usiende shule tutoroke na nini. Kwa hiyo wimbo kiishi kwa moyo wa mwanafunzi atabadilika. Oje, muendelezo upo, ndo kwanza moto unawaka. Tuna chuma ya Mario, inaitwa dunia. Mimi nimeita ile elimu tamu. Elimu tamu. Tuna chuma ya Harmonize, Kidedea, tayari tushaandika. Ngoma zipo nyingi sana, lakini pia ukiacha hizo nimejibu majibu au maombi ya Tanzania. Kuna wimbo unaitwa Freedom Song, ni shairi darasani kabisa, wanafunzi anasoma kuanzia form 1 mpaka form 6. Tumeichapia singeli, lakini pia kuna wimbo unaitwa, kuna shairi darasani unaitwa Building the Nation.
nimeitengenezea wimbo maalum kabisa. Kwa hiyo yote hiyo ni kumrahisishia msomaji, mwanafunzi aweze kufaulu katika masomo yake. Lakini hayo yote yanatokana na vile serikali ilivyofanya maboresho ya mitaala. Imemtaka mwanafunzi na mwalimu tuweze kusimplify ways of teaching. Kwa hiyo ndio maana tunafanya hivi ili kumrahisishia mwanafunzi au msomaji. Asante. Neno langu la kwanza kwa serikali. Nipongeze serikali kwa kuleta maboresho ya mtaala ambao umeruhusu mabadiliko mengi. Kwanza umeleta mchepuo wa sanaa pure kabisa. Wanafunzi form 1 anaweza akasomea sanaa yake, ipo kabisa hiyo. Lakini pia mwanafunzi anaweza, zamani mwanafunzi anasoma masomo mengi, sasa hivi amepata uchaguzi wa kuchagua masomo kuanzia kidato cha kwanza. Hiyo ni kitu poa sana, kitu kizuri. Lakini pia nitoe wito pia kwa serikali, watutumie walimu kama sisi ambao kwanza tuna kipaji. Lakini pili tuna wito. Lakini tatu ni wazalendo. Sasa tunafanya, mimi imagine naingia studio kwa nyimbo ya Barnaba, na nimefanya nyimbo nyingi za mazingira na nyimbo nyingi za kuelimisha, hizo nyimbo kwa gharama yangu. Wao ni wazalendo. I pay my money studio ili dunia au Watanzania uweze kuelimika. Kwa hiyo sisi ni wazalendo na tupo tayari kutumika. Tupo walimu wengi, wenzangu kina mwalimu Yusuf Pangoma, mwalimu Yusufu wa Kigoma, mwalimu Kalesi. Serikali imewatambua na inawatumia. Kwa walimu kama hao tupo wengi pia. Tuko tayari kutumika kwa ajili ya serikali, kuwasaidia hawa vijana wetu waweze kurahisisha kujifunza. Elimu sio vita. Elimu sio vita, elimu ni sehemu ya malezi. Mtoto anatakiwa enjoy, mtoto anatakiwa afurahie elimu. Mafiga matatu, mimi mwalimu, mzazi na mtoto, tuwe kitu hichi kimoja. King Manyota anapatikana mitandao yote ya kijamii, andika King Manyota, Instagram, Facebook, whatever. Lakini pia nyimbo zangu zote zinapatikana mitandao yote. Hii Mbwa Salama unapatikana kote. YouTube andika tu Shule Salama King Manyota utakutana nao. Lakini wewe mzazi, kama una mtoto wako, una mdogo wako anafanya sanaa, anapenda sanaa kuliko shule, basi namba yangu ya simu 0716 42 86 40. Nitarudia 0716 42 86 40. Nipigie, nizungumze na mwanao, nimshauri. Ninaweza nikabadilisha mindset yake. Lakini pia wazazi wenzangu tutambue, hii sanaa sio ni sanaa, ni ajira. Tunawatengeneza kina Alikiba wajao mashuleni. Tunawatengeneza kina Nandi, kina Bilnas, akina Diamond, akina Barnaba. Nina imani kubwa akina Barnaba, akina Bilnas, akina Shomwamba wangekutana na mwalimu kama mimi wakati wanasoma. Na imani wangekuwa wamepitia vikwazo vingi sana wasanii wakiwa masomoni, wakiwa wanasoma. Wanaonekana kama hopeless, wanaonekana kama ni wauni, wanaonekana kama hawana kitu. Na muda mwingine hawa wasanii, nishasikia interview ya Mr. Blue, aliacha shule kwa sababu ya company ile. Let kama Mr. Blue ningemfundisha, na imani kubwa sana asingepitia yale aliyopitia kwa mujibu wake yeye mwenyewe. Ni ujana na kutokujua. Kwa hiyo tumwambie superstar wa ajaye kuanzia sasa tukiwa wapi? Tukiwa shuleni. King Manyota yupo tayari kwa ajili ya kufanya hilo, kupanda mbegu ambayo itazaa matunda bora ya baadaye. Alhamdulillah, angeniua yule, maana mtu si mtu, jini si msukule. Unishauri gani eti nitoroke shule? Inaenda shule ananipeleka kule. Ufaulu ningeutoa wapi? Kupigwa na walimu, kushikana mashati. Ufaulu ningeutoa wapi? Kupigwa na wazazi, ndo malezi ya wapi? Thank you. Koma kunichokonoa, kunifuata niache shule unabo. Hakutanitia doa, mama yangu moyo wake tishu utalo.
mwalimu sitamuzi, nipo tayari kupokea maujuzi. Elimu na faidi, nasoma kwa bidii sababu nina mudi. Niko salama nasoma, sijui wewe uko huku na kazana, napata vema, sijui wewe uko. Niko salama, salama, sijui wewe uko huku nasoma, shule salama, sijui wewe uko. Koma kunichokonoa,